iko nguvu ya Mungu ya kuishwa na kuinuliwa na kupelekwa kwenye kiwango kingine. Yesu hakukomea msalabani, ilibidi ashuke, afe na aingie kaburini. Kwa nini anaingia kaburini? Ili awamiliki na wale waliokuwa wamekufa kabla Yesu hajaja. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine, aliingia kaburini ili kutufanya tuwe wamiliki katika hali ya mauti na kifo. Tuone kwamba hata mauti, hata kifo tunashinda. Haleluya, haleluya. Ndilo tumaini la Mkristo. Tumaini la Mkristo ya kwamba hata japokuwa amelala, atainuka tena akiwa mshindi, amevalishwa mwili mpya kama ambao Kristo aliuvaa baada ya kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi walidhani ya kwamba wamempeleka kaburini Yesu, lakini sikiliza nikwambie hiki na ukidake. Walipeleka kaburini mwili wa Yesu, ila Yesu hakuweko kaburini. Halo, halo, sema amina kubwa. Ngoja nirudie. Wayahudi walidhani Yesu wamemuingiza kaburini na wameyamaliza kabisa, na wakaona waweke jiwe kubwa ambalo mimi na Kaila hatutalivingisha, mimi na wewe hatutaenda kulitoa. Wakajua mambo sasa yameisha na tumeyamaliza, hakuna atakayekuja tena kulitoa hili jiwe. Lakini cha ajabu akasema yawezekana akawa na wanafunzi mabaunsa kama Petro, wakaja wakalitoa jiwe ili tuwakomeshe na mabaunsa. Wakaona waweke na walinzi walioshika bunduki, ya kwamba hata kama atasogea baunsa asisogee kwa sababu wako walinzi. Lakini shujaa ambaye ni mwanaume wa wanaume, mwili ndio uliokuwa umekaa, yeye yuko pembeni anawaangalia wanavyohangaika na kujitabisha. Yeye yuko kuzimu, anafanya vita na shetani, anamnyang'anya funguo ili aweze kumiliki walio hai na waliokufa pia. Halo, halo, Yesu asifiwe. Yesu waliuhifadhi mwili wake ili atakapomaliza kazi yake kule kuzimu, arudi aingie kwenye mwili, aanze safari ya kwenda kwa Baba, ya kusema kazi ulionipa duniani nimeimaliza. Wasukuma nimewakomboa, Wachaga nimewakomboa, Wamasai nimewaleta kwako, Wakuria nimewaleta kwako. Wote wanaitwa watoto wako na walisi pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema katika neno lake kwamba akatupa funguo ili lolote tutakalolifunga duniani na mbinguni liwe limefungwa, lolote tutakalolifungua duniani na mbinguni liwe limefunguliwa. Akatupa funguo, na yeye akazichukua funguo za kuzimu, akazichukua funguo za mamlaka ambazo shetani alikuwa amezishikilia, akakaa nazo, na ndio anasubiria siku atakapokuja aweze kufanya yale anayotaka kuyafanya kama Mungu na mfalme wa dunia na mbinguni pia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nimekwambia Yesu kwenda kaburini ilikuwa ni kwamba akakamilishe kazi ambayo Mungu amemwagiza, ambaye baba yake amemwagiza. Nilipokuwa niko Geita, kijiji kimoja, nilishuhudia tukio hili. Binti mmoja alifariki, alikuwa ameolewa. Alipofariki, yule baba alikuwa ni mtu ambaye hawezi kumwamini Mungu pasipo kwenda kwa mganga. Akajua hili tukio la mke wangu kufariki si la kawaida, ndivyo alivyokuwa naamini. Akaenda kwa mganga, akaambiwa kweli mkeo hajakufa, ila mama yake na bibi yake wamemchukua. Bwana Yesu asifiwe. Ili aweze kurudi, nenda kakatae asizikiwe kwako. Yesu asifiwe. Nataka nikwambie namna ambavyo mwanadamu anaachana na mwili na anarudi kwenye mwili. Mungu aliachana na mwili, akarudi kwenye mwili, akatutawala wote.
Sasa aliporudi akamwambia, kwa sababu sijatoa mahali. Naona desturi za Kisukuma, kama hajatoa mahali sio wa kwake, ili azikiwe kwake atoe mahali kwanza. Atakataa. Kaambia, sijatoa mahali kwa hasijikiwe kwangu, chukueni. Kasema sisi tunataka mahali, atazikiwa hapa, tupe mahali. Yeye akakataa, akasema sitoi mahali na hazikiwi hapa. Akasema wakasema na wao, sasa hatutaki mahali, tunataka azikiwe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bibi na yule mama, ninashuhudia kwa macho yangu, nipo kwenye